Jangwani wakitokea Young Africans, lakini mitaa ya Msimbazi wakitokea Wekundu wa Msimbazi Simba, na wote wanakutania hapa katika kitovu cha uwanja wa Benjamin Mkapa, Temeke, Dar es Salaam, Lupaso, paite vyovyote vile. Ligi kuu ya NBC inakwenda kushuhudia siku yake ya mwisho katika msimu wa 2024-2025 na inakwenda kufungwa kwa kishindo cha dabi ya Kariakoo. Mfumo ni 4-2-3-1 kama ilivyo kawaida. Kikosi cha Young Africans kutokea mchezo uliopita, Djigui Diarra analejea golini. Mchezo uliopita alikuwepo ni Abdou Twalib Msheli. Wote wawili wamecheza timu ambazo zina mahusiano makubwa na Sukari, mmoja akiwahi kupita Kagera Sugar na mwingine akipita Mtibwa Sukari. Ni waamuzi wa mchezo huu wale. Wakati kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, Pin Musa Kamara huenda akazidi zile clean sheet ambazo alizipata mlinda mlango wa Simba. This is just another day. Kutokea kaskazini mwa Afrika ilipo bahari ya Mediterania mpaka kusini mwa Afrika ilipokuwa rasi ya Tumaini Jema, lakini pia usisahau kutokea magharibi mwa Afrika ilipokuwa bahari ya Atlantic. Hapa ni Dar es Salaam Tanzania, pembezoni mwake ipo bahari ya Hindi. Muda anapenya Mudathir, haya ameingia katika eneo la hatari. Mudathir vipas, Dube anakataliwa, Pacome anautoa nje. Shambulio la hatari zaidi katika dakika 11 za mchezo huu linatengenezwa na Young Africans na linapotezwa na Pacome Zouzoua. Kazi nzuri ya Mudathir Yahya, basi akafosi twende, akafunga tele, ikapigwa ina pass cutback ile, lakini Prince Mpumelelo Dube Prince Mudathir Yahya, bas muda kwa Prince Dube. Max Nzengeli, Israel Mwenda, Shadrack mpira umekwenda nje wa Shadrack Isaka Boka. Jaribio zuri ambalo wanalifanya kwa mara nyingine tena Young Africans. Kutokea kushoto Pacome Zouzoua alikuwa anapika. Israel Patrick Mwenda ndio aliyetengeneza nafasi kwa Shadrack Boka. Nje ya 18 walinzi wawili wa pembeni wamekuja kuattack lango. Ni shinikizo kubwa ambalo wanalifanya licha ya kwamba shambulizi alijazaa mpira ambao umepigwa na Shadrack Isaka Boka. Pacome Zouzoua, Pedro Pacome. Mwamuzi asema hakuna foul na kadi ya njano anaonyeshwa Pedro Pacome Zouzoua. Mwamuzi Amin Mohamed Omar kutoka Misri anamuonesha Pacome Zouzoua kadi ya njano. Kwa kitu kingine bali ni hiki, aliweza kumpita Shomari Kapombe wakati anamtambuka Shamu Karabwe. Shamu alinyoosha mguu wake ule lakini haukufika. Zaidi Shail Pacome alidive kama anaogelea vile, anafikiri ni weekend zile, ameenda swimming analuka. Shomari Kapombe tweve, moja kati ya kitu bora ambacho unaweza kukipata kwa huyu Pedro Pacome, lakini anatokea Musa Kamara na kunusuru mauzauza, lakini bado katika eneo la kulinda. Shomari sasa anaachwa, amesomeshwa jezi mgongoni, wekwa cross ndani huko, anakataa Zimbwe Junior. Mudathir Yahya off target. Hii huduma ya crossi zinazopigwa, yeye mbele yake akiwa ni Khalid Aucho. Mpanzo anakwenda chini, Steven Dese Mukwala, lakini offside. Alishanazwa katika mtego wa kuotea Steven Dese Mukwala. Hiyo hapo alikuwa tayari katika eneo la kuotea, wakati mpira unakwenda. Alienda kakaa mbele na kelele za kwanza ni kwamba madhambi yamefanyika kwenye penalty box, lakini refa alichoenda kukitafsiri cha kwamba bado umiliki ni kwa Young Africans. Max Nzengeli, Mudathir, ni mchopasi kwa Israel Patrick Mwenda. Mwisho habari ni Mohamed Hussein Zimbwe Junior, nowhere to go. Jean Charles Ahoua, mchezaji wa mwisho kugusa mpira katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kipenga kimesikika cha Amin Mohamed Omar kutoka Misri kukamilisha ngwe ya kwanza ya dabi ya Kariakoo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Akuwa Eli Mpanzu Kibisawala aliyewanufaisha na kuwachekesha Simba. Dakika 45 za kipindi cha pili zinaanza katika dimba la Benjamin Mkapa. Ni dakika 45 za kukamilisha dabi ya Kariakoo, dakika 45 za kumjua ni nani bingwa wa ligi kuu ya NBC, dakika 45 za kupata majibu ya grand finale ya msimu wa 2024-2025.
Mudathir Yahya Abbas, muda piga pasi ya kupenyeza, Maxi kama pasi, lakini inaondoshwa na Fabrice Luamba Ngoma. Maxim pia Nzengeli alikwisha ingia katika eneo la hatari, lakini Fabrice Luamba Ngoma akafukia kaburi kabla ya maiti kutumbukizwa ndani. Kazi nzuri iliyofanywa na golikipa, huwezi kuacha kusifu kwa sababu wa kuangalia nini kitatokea nyuma, akapunguza goli na faida imekuwa walinzi walikuwepo na wakaondosha hatari ile. Shambulizi la hatari dakika za kwanza mapema kipindi cha pili. Clement Francis Mzize chika pasi ndani huko, amepita Mudathir Yahya Abbas. Kitu bora ambacho unaweza kukiona kutoka kwa Mohamed Hussein. Mudathir Yahya Abbas analalamika kwenye nguzo ile. Clement Mzize akaingia kwenye nafasi kwa utulivu zaidi, akapiga pasi ndani, akaikosa Chefondo Malone, lakini Yusuf Kagoma. Salim Abdallah Mhene pamoja na mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu wako hapa miongoni mwa viongozi waandamizi wa Simba. Na Mohamed Hussein anaonyeshwa kadi ya njano kwa kucheza ndivyo sivyo kwa Mudathir Yahya Abbas. Kadi ya pili ya njano ya mchezo anapewa nahodha wa Simba Mohamed Hussein, ndio ambaye anapelekea kuingia kwenye kitabu. Alikuwa anapita Mudathir Yahya na yeye akafika, hakufanikiwa kuucheza mpira, akaenda kucheza mwili. Mwamuzi yuko karibu na akawapa faida wanaostahili. Mohamed Hussein. Eli Mpanzu, Ngoma Fabrice, bado mali yuko mguuni. Eli Mpanzu Kibisawala, unakwenda nje mpira, lakini jaribio la maana mno sana unafanya Simba. Alienda dakika chache akafyatuka shuti lile. Djigui Diarra amekunjua mbavu, lakini imeenda kugonga nje ya chuma. Eli Mpanzu, volcano kidogo ilipuke, mlima unatetemeka, imegoma kutoka. Djigui Diarra ameukosa. Fadlu Rahman Davis. Ngoma Fabrice, ipigwa pasi kwa Jean Charles Ahoua, nje. Kipindi cha pili baada ya mabadiliko ni kama Simba wameamka hivi, na ni wakati wa Jean Charles Ahoua ya midfield maestro. Fabrice Luamba Ngoma inamkuta MVP Jean Charles Ahoua, lakini shuti lile aliyofunika juu ya kamba za kiatu zile limegoma kuziona nyavu, anatikisa mashavu. Nyota wa zamani wa Maritzburg United na joto la ukocha amelianzia behind the defense. Pacome Zouzoua, mwamuzi anasema ni foul. Yamechezeka madhambi kwa Pedro Pacome Zouzoua, na mwamuzi anafunika kwamba ni mkwaju wa penalty. Kipenga chake kimesikika akisema kwamba ni madhambi yamechezwa ndani ya eneo la penalty. And yes, it was inside the penalty area. Pacome Zouzoua aliucheza mpira, lakini mwili wa Musa Kamara uka-obstruct, ukamzuia njia. Pero Pacome Zouzoua, hakuna kuremba mwandiko kwenye daftari la rambirambi ya msiba. Pero Pacome Zouzoua ambaye anabeba furaha ya wananchi, ambaye anaamini wanategemea makubwa kutoka kwenye mguu wake wa kulia, amemhesabia na upande wa kulia. Anticipation ya golikipa, alikuwa anataka kwenda upande wa kushoto, ameteseka Kamara. Atafanya nini? Jean Charles Ahoua mpira ndani huku, inakuwa ndani nyingine huku, lakini akataliwa na Ibra Baka, anautoa nje. Kona setup ya maana ambayo Ibra Baka ameenda kuondosha hatari ndani ya sita. Mpira mzuri ambao ulipigwa Awesu ndani. Awesu mpira wa kona ndani huku kumtafuta Shemalon, mpira unakwenda nje, ni goal kick. Shambulizi jingine ambalo linafanywa na Simba kwenye kutafuta kujibu. Haya, ameuzima tena Clement Francis Mzize, yuko tena upande wake pembeni. Mzize ametaka kumaliza kazi mwenyewe. Clement Mzize, nafasi ya kuandika goli la pili anaipoteza. Wameshika vichwa mashabiki wa Young Africans, 4 dhidi ya 2. Clement Mzize, pasi yake imekataliwa ile cut box. Mzize, Abuya
Pacome. Kwenye blind side alikuwepo Clatous Chota Chama, alikuwepo Mudathir Yahya Abbas. Ubinafsi yeye anasema kusikia. Ana kazi kubwa sana ya kufanya katika kurejea kwa vitasa Julai 26 dhidi ya Selemani Kaniki. Wanamwachia Simba. Pacome. Shambulio la Young Africans, anaekewa Clement Francis Mzize. Clement Francis Mzize anayaua kabisa matumaini ya Simba kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Anafanya kile ambacho wana Young Africans walikuwa wanakisubiri kutoka kwake. Top striker kwa sasa, jezi nambari 24 Clement Francis Mzize, Mwita Walid anakutana uso kwa uso na Pinpin Kamara, anamwambia kama clean sheet umezoea kuzipata ni kwa kwingine, sio hapa. Auto pass ya Pacome Pedozuzwa, receiving ya maana ya Clement Mzize na finishing ya mguu wa kulia. Milude Hamdi anashangilia, shangwe kwa wananchi, wamekiwasha burudani kote. Unaweza ukapata direct burudani hii. Ametafuta Joka Buya, anaekewa Shadrack Isaka Boka, offside. Na kadi ya njano Shadrack Isaka Boka kwa kuupiga mpira ambao umeelekea kwenye net, ndio, lakini tayari alikuwa amejenga kibanda kwenye lile eneo. Shadrack Isaka Boka, mlinzi wa kushoto wa Young Africans, walienda, alifanya safari dhahiri shairi kweli, alikuwa kwenye eneo la kuotea. Duka Buya alitazama upande mmoja. Zinakamilika dakika 90 za mchezo wa dabi ya Kariakoo. And Young Africans have done it again. Mabingwa mara 31 wa Tanzania, lakini hilo nalitoa mbele ya watani wao wa jadi Simba. Mechi ambayo ilikuwa iamue bingwa hatimaye imeamua kuwa ni wananchi Young Africans. Dakika 90 za machozi, jasho na damu, dakika 90 za dabi ya Kariakoo. Yanga Sports Club 2, Simba Sports Club 0 katika grand finale ya ligi kuu ya NBC.